Lakini mbali na usalama wa watu, kuna usalama wa bidhaa. Tuhakikishe bidhaa zinabaki salama kwa kutokuibiwa. La muhimu zaidi, usalama wa viwango vya bidhaa zinazoletwa. Nimeonyeshwa maeneo ambayo kutauzwa vifaa vya electronics, simu na mambo mengine na bidhaa mbalimbali, mapafyumu, vitu vya urembo. Viwango vya bidhaa zitakazouzwa kwenye soko hili. Hili soko hatutalitumia Watanzania peke yetu. Nchi za jirani nyingi watakuja kununua vitu hapa soko hili kama ilivyokuwa kabla, wapeleke nchini kwao. Kwa hiyo viwango vya bidhaa zinazowekwa, watu wa TBS nadhani mko hapa, watu wale wa TMDA kwa maeneo ya pharmacies nadhani mko hapa, tuhakikishe bidhaa zinazowekwa hapa zina viwango ili soko letu hili liaminike kitaifa na kimataifa. Jambo la tatu ni uwepo wa huduma za kimataifa. Hili ni soko la kikanda. Mgeni akija hapa apate huduma muhimu kama vile huduma za kifedha, kulipia kodi irahisishwe, alipie maeneo haya na usafirishaji. Na tunaposema usafirishaji wa ndani, magari yetu ya ndani na maguta yetu, lakini usafirishaji wa bidhaa kwenda nje. Kutakuja watu au kwenda mikoani ambao watakuja kununua kwa kiwango kikubwa, wakute huduma za kusafirisha bidhaa ziko hapa ndani, ili mtu asilazimike ameshanunua mzigo kwa kiwango kikubwa au pakie au peleke eneo jingine ambao anakwenda kukuta sasa watoa huduma za usafirishaji. Kama ikiwezekana, mawakala wa kutoa huduma za usafirishaji nje ya nchi wawepo ndani ya soko hili, ili mtu amalize mambo yake yote ndani ya soko hili. Ninafurahi kuona kwamba huduma zote tayari ziko hapa. Sikuoneshwa tu mawakala usafirishaji, lakini nimeona huduma za ATM, lakini nimeona pia huduma za kibenki ziko hapa ndani. Sasa ninaagiza ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI kwa kushirikiana na uongozi wa mkoa kufanikisha utekelezaji wa yote haya ambayo tumeyazungumza. Vile vile natambua katika soko lile la zamani kulikuwa na upangishaji usiofuata utaratibu. Mfumo huu ulisababisha soko kukosa mapato na kuleta malalamiko miongoni mwa wafanyabiashara. Hivyo ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI ihakikishe mchakato wa kuwarejesha wafanyabiashara waliokuwepo awali unafanyika bila kujuana, bila upendeleo, bila ukiritimba. Nakumbuka nilikuja kutembelea soko hili. Nilikuta wafanyabiashara wengi ndani ya soko wamebanana na wengine nje ya soko, vibanda vingi mno. Ile ilikuwa inaonesha uhitaji wa kuwa na soko la aina hii na masoko mengine ya aina hii. Kwa hiyo niwaombe sana, na tumefanya lamana kwamba mbali na kurekebisha soko lililoungua, lakini tumejenga soko lingine lenye ghorofa 6 lenye huduma mbalimbali. Kwa wafanya biashara wale waliokuwa ndani warudishwe bila upendeleo, na wale waliokuwa nje nafasi zilizokuwepo wawekwe bila upendeleo. Nisingependa kusikia, hapa nazungumza na wakubwa wa jiji la Dar es Salaam na wilaya ya Ilala, nisingependa kusikia nyinyi wakubwa ndio mnahodhi maeneo humu ndani na kuwakodisha watu. Shirika lenyewe la masoko ya Kariakoo ndio likodishe watu humu ndani, na ukodishaji uwe transparent, yaani uwe wawazi, mapato yawe ya wazi, matumizi yawe ya wazi, nitasema baadaye. Lakini singependa kuona viongozi ndio mnachukua maeneo na nyinyi ndio mnakodisha hawa wadogo wadogo. Hapana. Ndugu zangu, yapo malalamiko mengine kuhusu mifumo ya tozo na ada za pango la kupangisha maeneo ya biashara.
niwaelekeze wataalamu wa TAMISEMI, jiji na management ya soko kukaa kwa pamoja na wafanyabiashara na kuja na mapendekezo yatakayolinda pande zote mbili. Wafanyabiashara lazima walipe pango, lakini pango zenyewe zisiwe za kuumiza sana na zisiwe chini sana. Hili ni soko la kimataifa. Asiyeweza kulipa asubiri tumalize maeneo mengine. Na leo hapa niliambiwa kuna wanangu wa machinga au wafanyabiashara wadogo wadogo ambao walitaka kuingia na fulana zao waniambie, mama, tunasubiri soko la kule Jangwani, soko la bonde la kule, lakini mmewazuia kuingia. Nataka kuambia wanangu, sauti zenu nimezisikia, na soko lile kama alivyosema waziri kwamba tuko katika hatua ya kulijenga.